kama haya huenda ikarange kwa 6,500. One bedroom huenda ikarange 1,000. Single room kwa mfano, mtu mwenye ni ka student ama mwenye anaanza life anaweza get pipeline ya kanani success area. Mambo vipi? This is boy Mr. Bean Blessing. Leo katika maeneo ya pipeline. Nitakuwa napiga story na watu wa pipeline, Fedha na Kwale. Lakini sasa hivi where I am right now it's pipeline stage. As you can see, I'm just alighted from this matatus. Nazaona Embasava, tunakujua pipeline, unajua na Embasava. Au sio? So this I'll be spending some time and speak to the people of Embakasi. Not Embakasi, but pipeline. We'll be taking some time to speak to the people of Embakasi pipeline. Watueleze iko aje, tuweze kudirect na wao. Au sio? And come with me. Let's go explore the area of pipeline. So, pipeline is located 10 kilometers away from Nairobi CBD. Remember that pipeline becomes as one of the heavily densely populated residential area in Nairobi city. It has estimated population of around 250,000 people staying and living here in pipeline. Remember that pipeline carries on various areas like Fedha, Kwale, and also the pipeline itself, where I am right now. Pipeline is not only a residential area but also a business hub. It has so many investors who are doing business here. Of course, we can see there are a lot of estates, so it means that there are real estate investors here. As you can see, we have in the transportation, in the transport sector, this where we have one of the baddest ganyas. As you can see, Maganyas inapita, and again the famous Embasava Sacco. So pipeline is our own business hub, which is well established in terms of business. So come with me, we'll be exploring, we'll be trying to talk, I'll be showing you pipeline, because tunabonga 1-2 na watu wa pipeline waweze kutueleza how is life in pipeline, how is everything in pipeline. But pipeline is a very nice and a very cool place to stay. Unaona ni place iko na watu wengi sana. Railway line imepita hapa hivi. So inaonekana it's a good place whereby you can come have a stay, ukaange huku hivi kwa ndio mtaa kwako, au sio? So tutabonga na wachache hapa hivi 1, 2, 3 Kenyans waweze kutueleza about pipeline. Watueleze how they feel being in pipeline, au sio? Come with me. So hapa hivi nilikutana na morio wangu, one of my best friends kutoka high school. Kajua pipeline, yeye ndiye atakuwa anatuonyesha mtaa, atatupigisha maraundi hapa hivi tuweze kuelewa mtaa. So hapa hivi tulikuwa tunajaribu kuelewa rada ni gani, tuweze kushika bearing ya kujua vile tutaenda ndio tuweze kuingia mtaa ya pipe kupitia the right way, au sio? Anaelewa mtaa, so atakuwa anatupitisha machoche nini mamitaa tuweze kuelewa zaidi, au sio? So let's go. It's on Sunday, and as you can see here in pipeline, there are so many activities. As you can see around, people are here resting. There are so many people here resting, just enjoying the breeze. And as you can see around, watu wanatoka nje wanafurahia, wako wanashangilia kwa maganya. This is the area of the hottest ganyas. So as you can see around, so many people are here just having a rest. Wako tu wamekaa kupumzika kwa sababu today is not a working day. Today it's a weekend and they have to rest. And those who are staying in pipeline, bwana, mko na very good place kutoka nje na kuja kujibamba. Just imagine kukaa chini somewhere relaxing. Unaona magari nini. It's a nice place to be. Sasa mbona mnakimbia mkienda kuna watu mnaona ni ngani mnakimbia bwana? Watu wanakuwa wanaenda kuona nini? Wanangoja hospitali apite.
alisema atapita huko. Oh. Sawa. Hata unamngoja. Oh. Sawa. Tunasema leo tutakuwa tunapiga story na tumeeleza kwamba na kijana mmoja hapa ya kwamba the way unaona watu ni wengi leo kwa barabara wanangoja Aisha Speed. Inasemekana Aisha Speed will be passing here pipeline akona Nganya by the way. Inasemekana leo atakuwa na pita na Nganya. That's why you can see there are so many people around. They are waiting to see Aisha Speed mwenye atakuwa anapita hapa hivi leo. Au sio? So most wanted bana. Pipeline ya Nganya is a crazy area. Unaweza sema, hebu sema ni unapenda zaidi. Optimus nyingine. Opposite. Mood. Syndicate. Green gani? Hiyo inaitwanga Kenya One. Hiyo ndio sisi Kenya One ni opposite. Na si ya huku. Opposite kwa Kenya One lakini huku kuna Kenya One nyingine. Huku ni Mood. Ni Mood. Mood ndio Kenya One. Na pipeline. Ndio inapendeka. Na ndio ile. Chaki na skile ni Mood. Uone bana. Pipeline huko watu kibana na jia mingi. Nakaza tuingie mtaa tupige story na 2-3-4 people wa pipeline watueleze mtaa namna gani, au sio? Let's go. Come with me. Ujipawa yetu imejaa protini, nafaka bora na ladha tamu inayoamsha mwili mzima. To a business person anafanya biashara ya maji. Come with me. It's called Caliban Water. Tutakuwa hapa hivi leo tunaweza kubonga naye atueleze more about his business, atuambie biashara ya maji pipeline iko namna gani. Alafu pia tuweze kupiga story naye atueleze maeneo ya pipeline iko namna gani. So this is Caliban Water. Just show them here. This Caliban Water iko located just very few meters from the main road. Ukiingia hivi kule kwa residential, the first thing you see it is this billboard imeandikwa Caliban Water. Alafu anasema clean water, healthy life. Au sio? So for anybody mwenye ako pipeline, you want clean water, unataka kurefill maji, this is the best place to be, Caliban Water. Come with me, let's have a talk with him also kutueleza huku pipeline biashara inampelekaje na mambo iko namna gani. Come. Let's talk to him. Naje bro? Kwa sana. Ofiti? Ofiti. Mwanzo nimefurahia kufika pipeline. Yes. And we are the first person mwenye biashara nimekutana naye. So ningeomba tuweze kutuambia jina. Tuambie tu ya kazi yako, usimamishe, tuambie jina, tuambie unafanya kazi gani. Majina yangu Joseph Kituko. Joseph Kituko. Nafanya kazi ya biashara ya maji. So anieleza biashara ya maji saa kui maji imekusumbua pipeline. So naanza kulifilia maji na uza. Wow. So unafanya ile refill. Yeah. Na naona umejipanga huko na hadi machine hapa hivi ya refill maji. So unafanya delivery ama mtu lazima akuje? Mimi nafanya delivery. Nakuja tupa kwa nyumba. Kuletea maji hapo. Kuletea hapo maji unakuletea hapo na free. Kisha delivery. Oh, delivery ni free. So watu wa pipeline delivery ni free. Ukitaka maji wanakupatia namba hapa hivi. Utakuwa unapiga tu unaletewa maji. Kwa biashara yako ya maji umeanza lini? Sasa hivi kuna 3 years. Hapa ama place tofauti. So inaonekana kama biashara imekuwa kikufeva. Hapa biashara imekuwa nikiongea na watu. Sasa walifanya kutoka kitambo, lazima walikuwa na challenge, but tukiimprove biashara inakuwa fiti. Inakuwa poa. So hapa naona uko na hii maji ya customer. Already usharefill. Hii 20 liter. So kwa mfano hii 20 liter unafanya
so analipa everything, analipa tax au sio? So mkubwa promote. So bro, kwa hii kazi yako ni challenge gani umekuwa ukipatana nazo katika biashara ya maji, kama vile kama ndio English ya challenge ni gani unaweza kupata biashara ya kwanza pipeline. Wa pipeline. Yeah. So pipeline, mambo na security kwa aje, nini ukifanya biashara unasikia uko comfortable ama? Actually mimi saa hii security si mbaya kwangu, ni fiti juu na hapa late 5 ni kutoka 11 mpaka napata zingine nataka saa 6 napata bado mbali kwa saa. Oh, kwa hivyo unaweza fanya biashara even in late hours huko Tulalangi 24/7. Yeah. Biashara huku ni 24/7. Kwa nini mshafika Singapore nini? Sisi lakini huko biashara ni 24/7 Oh, yeah, that's nice. So unajua kuna mtu mwenye ametutazama na kwa pipeline angependa ukuwe supplier wake wa maji. Unaweza kupatia direction, ilikuwa nimesema, lakini unaweza kupatia the exact direct kwa sababu unajua huko. Kupatia direction. Sawa, ukitaka maji ya Caligan ni pipeline stand. Ukifika pale pipeline stand utakuja ina katika 5 utakuwa umefika kwa duka langu. Duka langu liko opposite Person Driving School. Uko hapo kwa karibu na duka yangu. Umesema opposite? Person Drive. Show them the passive, this the I can see there. Person Drive. So pale iko passive drive, angalia tuna kazi passive drive. Ukiwa pale passive drive, angalia direct opposite. Utakama hapa hivi upase kupata maji safi, maji iliyoidhinishwa na biashara ambayo imepigwa kulingana na kanuni na sheria za serikali. This is Caligan Water, fresh water. Amesema delivery anafanya for free. Atakuwa anaweza kutuambia nambari yake ya simu ni gani, ndiposa kama uko pipeline na unataka maji uweze kumpigia. Tupatie namba. Namba yangu ni 0112 049 336 Joseph. Ukitaka maji uko pipeline, namba ndio hiyo. Caligan is the place to be. Follow TikTok. Na uko TikTok pia. Tupatie account zako za TikTok. Ni Joseph Kituko. Joseph Kituko. Yeah. TikTok mfollow Joseph Kituko. Uweze kumfollow pale hivyo, ukitaka maji mpigie simu na ataweza kukuletea. Au si? Namba iko tu hapo kwa account pia hapo kwa TikTok. Mtu akitaka anaweza ipata hapo. Thank you so much bro. Yes. Na wewe ng'ang'ana, piga job na tunatakia kila laheri. Na mimi pia ningependa kuonja hii maji yako. Niwekee maji. Yeah. Mimi nataka ile ya kurefill, niende nayo kwa chupa, nilipe chupa niende nayo. Yes. Kama chupa dogo hivyo. Yes. Niweze kuonja maji ya Caligan. Cheki machine bana. Na pia una hii ya maji pia. Oh, machine hii ndio ya kurefill Au ya kurinse chupa kuosha. Sasa hii machine maji inakuwa ndani ama inakuwa wapi? Hii machine. Hii ni dispenser tu ya. Oh, ni dispenser. Na maji inakuwa kwa tank. Oh, juu. Hapa chini ndani. Oh. Wezi hapa juu, kama juu utatemeka na njia sasa pata. So, usikia vile ina test. Yeah. Hii umesema dispenser ama hii ni dispenser. Na ina treat inakuta kama iko treated, so maji ni tamu na ni safi. Very nice. Catch it.
One thing I've loved about Pipeline is that watu wa Pipeline, they are very interactive, they are very social. Na huko kuna waizi. It's a good place to stay, it's a good place kuja kupiga biashara. And I want us to speak, ama ningependa tupige story na one of Pipeline residents aweze kutuambia how is this area iko aje hii. As you can see, all these are residential houses. Unaona venye ni mingi. Hapa hata mtu anaweza potea. So tutakuwa tunapanga naye kidogo aweze kutueleza mbona anapenda kuishi Pipeline na ni kwa nini aliweza tu kuamua kuishi Pipeline. Although it's a good place. Naje? Poa sana. Jina ni? Mimi wananiita James Mwanzia. James Mwanzia. James Mwanzia, wewe ni mkazi wa Pipeline? Mimi ni mkazi wa Pipeline kwa miaka mingi. Miaka ngapi hivi? Miaka 12. What do you mean 12 years? Bila kushift? Na sidhani. Na uta shift. Oh, sasa mimi nimekuwa Pipeline na nimefurahia sana mazee, watu wa huku they are very social, they are very interactive na nimeona biashara zinaendelea poa. So nikijaribu kuangalia hizi zote ni manyumba za residential. So nikuulize bro, hapa mtu hawezi potea? Potea ni ngumu. Like tuseme mimi mgeni nimekaa leo, nime rent hapa hivi. Uko sure sitapotea? Unaweza potea siku ya kwanza, lakini ya pili unazoea. Naweza jipata ninaenda kwa keja msee. No. Kwa sababu moja ni kwamba huwezi potea kwa sababu kama for example sasa unaishi floor ya third floor ama ya 4. Ushajua unaishi pale. So kwa hiyo ni kutoka na kuingia. Lakini how do you identify the buildings na naona hazina majina? Hazina majina lakini ziko na marangi tofauti. Kila mtu ni kama ukiangalia ako na rangi yake. Yeah. Sasa nataka tu tueleze kidogo. Ukijaribu I wish my cameraman to turn the camera that side. Kule upande kuna itaje? Kule naona Quickmart hiyo iko side ya fedha. Huko ni fedha? Yeah, hiyo ni fedha. What about the other side? I wish you could turn to the other side. Kule hivyo. Kuna Tajimo. Tajimo iko side hiyo. Ndio ukipita pale kuna mradi. Yaani kama unakumbuka mradi wakati kulikuwa na ile issue ya moto. Oh yeah. Moto mradi iko side hiyo. Then ukitani side ndio Pipeline yenyewe. Also huku ni Pipeline. So where we are right now, yeah, exactly. Ni Pipeline. Hii bridge imeshikanisha. Huko ni kuna Pipeline soko ama ni bado kwenye tu? Pipeline ndio hicho. Soko ndio hicho. Ndio hii. Yeah. So hii place yani it's a very ina connect Pipeline na fedha. So hii ni residential area na bado ni area ya biashara. Sasa soko yenyewe ya Pipeline ni gani? Bado ndio hii. Soko yenyewe ya Pipeline ni kwa hizo tu plots zenyewe. Yeah, kwa sababu naona there are so many business people here wanapiga bei sahi. Okay, sasa nikuulize nyumba hapa, ukijaribu kwa mfano tuseme mimi nataka ku rent keja hapa hivi, mara mingi nimekuwa nikiambiwa ukitaka kupata nyumba rahisi kama Pipeline, ni kweli? Sidhani ni ukweli ama ni uongo, kwa sababu nyumba inategemea na mfuko wako. Kwa mfano tuseme mimi ni kaboi fulani hapo hivyo, sina domob, sina bibi, 4,500 iko singuru. Upate bedroom ngiri 7. Sita. Iko na everything. Iko maji ipo. Kila kitu iko. Then upate one bedroom unaweza enda 9 to 10. 9 to 10. One bedroom. So inamaanisha huku the houses are relatively cheaper, si ndio? Sijui kwa sababu ni mingi ama ni mingi, alafu watu wapo. Yeah. Na sasa chenye kimenibamba na Pipeline, angalia pale chini hivi, unaona wale watu. Na nilikuwa naongea na kijana mwingine pale akaniambia bado hakuna watu hapa Pipeline. Saa hii hakuna watu, kwa maana saa hii masaa yao bado, kwa sababu ukiangalia biashara bado zinaendelea, so watu hawajafunga kazi, wengine wako kazi. Nikitembea pale kuna kijana fulani ameniambia ati bado huko hakuna watu, na mimi naona watu wamejaa. Utakuosha there's a time. Hebu kama hebu oneshe huko waone venye watu ni wengi. Alafu ameniambia bado kuna time watu watakuwa wengi kweli. Saa hii hakuna watu. Masaa ya watu bado, kuna masaa ambayo utaona watu. Na kuna masaa hata ukipita hapo wewe unasikia tu yani ni kama umefinywa kwa sababu ya watu. Watu watakuwa wamejaa kwa barabara. Watakuwa wamejaa kwa barabara kwa maana sasa hivi watu wameenda shughuli zao, wengine wameenda outini na wengine pia wameenda kufunga biashara zao na wengine wanatoka tu makazi. Sasa nikuulize mambo na security huku iko namna gani?
Security iko sawa. Kuna magondi, wezi, nini usiku ukitembea upigwe geta. Pipeline is the best and the safe place. It's very safe. Exactly. Even to walk, even at what time? Happy, utatembea pipeline, utapata chakula pipeline, chapati zinapikwa, kila kitu, hata kwa duka maduka inauziwa pipeline. So ni kama huku mna operate 24 hours. Yeah, ni kama inatembea 24/7 kwa sababu watu ni wengi. Unapata kuna watu wanatoka kazi saa 7, so huyo mtu anahitaji chakula. Kweli. Na pia katika ile mambo ambayo social amenities kama vile hospitals, shule, mambo kama hayo yapo ama bado imefinyana kidogo? Yapo kwa sababu ya watu. Na watu mali, kuna watu lazima kuwe na hizo bidhaa. Kwa sababu kama shule ziko, ukiangalia hospitali ziko, makanisa yapo. Kwa sababu watu ni wengi. Na ukijaribu kuangalia katika hizi kama hiyo umeita shule, kama watu ni wengi hivyo, si na maisha wanafunzi kule wanafinyana? Hawafinyani kwa sababu sasa hivi ukitembea ploti 2-3 lazima utapata shule. Kwa hivyo pia shule ni mingi. Kwa hivyo unapata shule ni mingi kwa sababu watu ni wengi, hakuna kufinyana. So the best investment in pipeline ni shule na kanisa. Shule na kanisa. Nikitaka biashara nije nipige ya shule na kanisa. Unajua watu wengi wanasema sasa hii kanisa ni biashara, lakini of course sikubaliana nao, masipingane nao, ni mawazo yao, lakini shule ipo sababu watu ni wengi. Sasa nikuulize, mtu kama mimi unaweza ni convince ama unaweza ni advice nini nikae pipeline tena haraka sana? Bona kwa maana pipeline ni mahali ambapo pana utulivu. Pipeline ukiangalia pipeline kila kitu kiko na pipeline iko karibu na tukiangalia pande ile kuna SGR, kuna Mombasa Road na kuna industrial area. Kama ku access town ukiwa hapa is it hard? No, si ngumu. Huku una access 24/7. Magari yanatembea 24/7. Ukiangalia pale magari yako, ukiangalia pale bado kuna train inaweza pita pale. So kama kuna railway station hapa. Kuna railway station iko pale chini. Ukielekea na Fedha State. Railway station iko hapa. Na sasa tuseme mimi nafanya kazi town kwa mfano, na sitakuwa ni convenience, mambo na jam nini. Jam haipo sana kwa sababu inategemea unaingia kazi saa ngapi. Na magari yako mengi na magari ambayo yana operate 24/7. Kivyako kwa hiyo miaka umeishi pipeline ambayo ni 12 years. Ni kipi kimekupendeza zaidi huko pipeline na unatamani? Ukarimu wa watu ni wakarimu, watu wako na upendo. Na pia tukiangalia mambo na security na mambo na access kwenda mahali fulani kama kazini, hizo vitu ndio maana zinafanya hata mimi sisemi nataka toka pipeline. Na sasa nikija pale nimeona there are so many houses under development. Manyumba huku ni mingi, watu wameinua magorofa. Sijui ni land huku ni cheap ama ni nini? Sio cheap. Unajua ukiangalia mahali kuna watu wengi, lazima uangalie ni nini hao watu wanafanya. Kwa sababu hao watu wanahitaji makazi. Wanahitaji mahali pa kukaa, wanahitaji mahali pa kuishi, wanahitaji mahali pa kufanya biashara. So lazima uangalie ni nini investment gani unaweza fanya, ili kwa sababu ya eneo fulani kuna watu wengi. Kwa hivyo the reason why there are so many investors here especially in the real estate ni kwa sababu ya population iko very high. Na pia biashara hizi zingine kama vile biashara za kawaida tu, za kawaida ziko kila zinanawiri ama zinanawiri kwa sababu watu ni wengi. Zinanawiri kwa sababu watu ni wengi, na mahali kuna watu wengi lazima bado upate, kila mtu anahitaji kitu tofauti. Kuna haja nikuulize swali fani. Kuna mtu mahali kwa mtandao alisema pipeline imejaa kabila moja. Ni kweli ama makabila yamechanganyika ama kuna ile kabila imedominate huko? Unajua watu wengi, unajua ni kwa nini watu usema ni kabila moja, ni kwa sababu iko karibu na maeneo fulani. Of which ni uongo, kwa sababu saa hii watu wengi wamekuja wamehamia pipeline kwa sababu wanaipenda, na pia wanaweza access kwenda makazini kila mahali. So it is true there are all tribes here wa Kenya wote wamechanganyika wako wote mmoja wakati wa watatu, utapata wa Mkikuyu, utapata Mluya, utapata Mjaluo. Sema eti ni kabila moja liko hapa. Alafu niliambiwa manze pipeline kwa wana chapati tamu, watu wanapika chapo tamu. Zipo. Ukitaka kuonja tunaweza enda upate moja kule moja. Utanipeleka kuna hizo ziko 24/7 chapo hivi natoshana huko.
ziko na uzito, ziko na uzito wa karibu grams 300. Uzito mazeni nimependa hii place ya pipeline na kwa mabachelor wenye wajamari, unajua sasa wao wanataka tu kitu yenye wanaweza enda tu wapate chapati kideri pale waende wakarange wakule. Hiyo ni sawa. Tukuja katika hii mambo ingine, nimejaribu kutembea kule nini, nimeona ya kwamba ni kama viongozi wa huku ni kama hawajafanya kazi vizuri, haswa ya mambo na garbage collection na pia mambo ya kudevelop pale, kwa sababu nimeona maji, kuna maji yako pale ambayo viongozi huku wanakuja wanaangalia ama hawapatikani. Unajua, tukiangalia maneno ya viongozi Kenya saa hii kwa sasa hivi, viongozi ni kama wanajali viongozi ni kama wanajali mfuko yao. Kwa maana sasa ukiangalia mahali kuna watu wengi, lazima kuwe na drainage system iwe proper. Ukiangalia mahali pa kutupa takataka, lazima kuwe kuna specific place ya kutupa takataka. Lakini kwa maeneo kama haya hatuoni mambo kama hayo. Hata kama yapo bado hayana ile ile kiwango inastahili haipo. Lakini MCA, county governor ama pia mbunge wenu akija huwa mnamweleza haya? Unajua, kueleza mtu si ngumu. Unamweleza na kuambia atatekeleza hayo, lakini akienda pale anasahau. Na nikuulize, by the way, pipeline iko area iko katika eneo bunge gani? Ini Embakasi. Kule kwa Babu Owino wako pande ile, kufika barabara ni kwa Babu Owino. Mahali tupo ni kwa Mawadhe, Julius Mawadhe. Sasa. Babu Owino ni ukivuka barabara ukienda hivi. Perfect. So mimi nimekuwa area, niko nipiga story na watu na mazani, nimefurahia sana. Karibu tena kuweza kukutana na wewe. Umenipatia good insights about pipeline na nikaelewa sivyo mtaa ambao ilikuwa venye wanya bandi, kwa sababu tumekuwa tukidhani kwamba pipeline ni mtaa ya watu specific. Wengine wanasema pipeline ni mtaa ambao si mtaa poa, lakini yenyewe nimeona it's a good place na utulivu. Hata ukikaa hapa hadi saa 7 na watu huku ni wakarimu sana. They know to socialize. Wakarimu na mwao atembee pipeline. Mademu wako warembo wako pipeline. Mabachelor wako warembo wako pipeline. Tunaweza pata vibindi huku hata saa hii, ukipata mabibi wako pipeline iko na kila kitu. Kwa hivyo pipeline nikitaka dem ya bibi bana nije huko mtaani, kwa lugha ya mtaani wanasema mali safi, nitaipata huko pipeline. Pipeline is the home of mali safi. Exactly. Thank you so much bro for getting time kuweza kupiga story. Wazee umetueleza so many issues about pipeline na ninashukuru sana. Sasa hivi na ile ingine Ba, sasa nunua chapati.
Chapati ndio hii. Katika eneo la pipeline and almost winding up. Huku mzima wa plot 10. Na hii ndio masaa rush bana. Na sasa nilisema stairs toka pipeline kama sina chapo. Ndio niliambiwa pipeline watu unapiga chapo tamu huko akiwa nani. Nikasema lazima leo nikuje nionje chapo. Nijue kama ni ukweli ama ni pangana. Watajuaje liko pipeline? Just show them around. Pipeline wasema huko ndio plot 10. So nilisema lazima nitoke hapa na chapo. Na leo nikafika kwa Abdul. Ninunue chapo niende nayo mtaa. Siwezi toka hapa kama sina chapo. So Abdul, chapo ni ndio ngapi? 20. Utakulia kama utafunga. Wewe kama kama utakulia hapa mnafungiwa. Kulia hapa. Mimi nataka kubeba, nifungie mbili kwanza, nibebe chapo pipeline. Unajua nimeambiwa pipeline watu wanapika chapo tamu sana. Nikatoka huko nikasema nilikuwa natafuta kwenye tapata chapo. Sasa hii naenda na hii ni yangu. Alafu sasa yako unakulia hapa. Haya nipe ingine moja utufungie tukule tukiendanga zetu tukitoka pipeline. Funga 1, 2, 3. Unaona ni chapo imeenda shule jo. Chapo imeenda shule jo. Abdul unafanya kazi safi yake nani? Na chapo. Mimi nakubebea yako. Funga ingine moja. Itakuwa chapo 5. Sasa mimi nimetosha sapa. Niliambiwa bado masaa ya watu bado haki ya nani, but nimekubali. Can you see the way pipeline is cramped? But pipeline is a good place to be in. Yes. Sawa. Hii chapo ngapi zote? 5, si ndio? Shika. Sio ni 100. 5. Hii naenda nayo, hii tunakulia huko. Mimi hata yangu nataka kukula. Uko vitu? Uko poa? Kwa Abdul bana. Plot 10. Unafanya kazi safi bro. Cameraman. So baada ya kununua machapo sasa kwa hivyo tuliamua kuanza pilika tena za kuanza kurudi mtaani. Hapa hivi sasa ni kuanza kutokea kwa exit ni machoche. Watu ni kadhaa. Na pipeline kuna wase wengi jo. So hapa hivi ni usiku lakini unaona bado watu wako. So baada ya kununua machapo hapo hivyo tulianza kujipanga kuingia kutokea tukienda zetu. Kupia bado tulikuwa tunaenda tukicheki penye soko ya pipe iko. Watu wa pipe wanafanya nini masaka haya. But tunaona bado pipeline business asifungui mapema. It's almost 9. Let's say it is 9 here, but still businesses are open hapa hivi. Hata kwa machoche, as you can see bado watu wako salon hapo hivyo. Watu wa Nyake jo bado wanauza. Wase waduti pia wako. Mama mboga jo hawajafunga. So pipeline inakaa ni kama ni 24 hours economy. So kwa sababu hata huku kwa hizi machoche, you can see bado watu wako mboka mbaya. So hapa hivi mimi na mamorio wangu hapa hivi tuliamua kuondoka. Kuingia tujue the other side ya pipeline iko na nini. So huku naona venye kuna kaa. Yes. But at least it's the other side yenye tumekaa mimi ni kuanga si crowded, haina watu wengi kama the other side huko. So hii ni exit. I think ni exit ya kwenda ukitokea the other side huko. It was nice.
hapa ni kujibamba nini ikitokea au sio? Yo, so this marked the end of our visit to Pipeline. Of course tumetembea mitaa kadhaa. Tulianza kule juu huko kwa stage, tukaingia kwa reli hapo hivyo, tukaingia residentials kidogo kule juu ya bridge. Of course tumetembea sana, tukaingia huko kwa plot 10 kwa machapo, na sasa ni masaa ya kurudi mtaani. So hapa hivi kwa tunajaribu kuharakisha kwa sababu time ilikuwa imesonga sana. As you can see, it was late. Hapa ilikuwa usiku almost 9. So hapa hivi ilikuwa katika harakati za kwenda home, unaona. So these are Pipeline inakaa on the other side, ukienda kushikanisha kule kwa kuingia barabara ile ya kutokea the other side kule, sijui kunaitwa aje hapo hivyo. Yeah, so hapa hivi ndio tunaenda, tujue venye tutafika mtaani. Yeah, hapa hivi ni mbio haraka. Unaona masaa ni usiku hapo hivyo. Watu pia wako katika harakati za kwenda home, kwenda mtaani, kurudi kwa nyumba nini, sio? Yes.